amenipanua Bwana, amenipanua, amenipanua Bwana, amenipanua, amenipanua Bwana, amenipanua, amenipanua Bwana, amenipanua, amenipanua Bwana, amenipanua Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe mwenye uwezo, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe mwenye uwezo, nakukimbilia Bwana, nakukimbilia Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe mwenye uwezo, ninakukimbilia, nakukimbilia Bwana. Haya, inua mikono juu, twende twende, inua Yesu, inua, inua Yesu, inua, inua Yesu, inua. Lives. You as a father, because you judge, you are a father. You judge, you are a mother. You have your children. How would you feel when you find your daughter in a bedroom with another daughter? How will you find your son inside your own house? They're in their bedroom doing sex with another man in your bedroom, in your house. As a father, put down the gown. Put down the, what do they call this thing they put in their head? Remove it. Put it down. Now become a human being. Become a father. A father of children. A father of a son and a daughter. How will you feel if you found jinsi unavyotaka wakafundishwe? Matamshi nitakayotoa, maneno yote nitakayozungumza yambatanishwe na neno lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mnaweza kuketi. How many of you think that uko sawa sawa? Umebarikiwa? Tumebarikiwa? Asante sana, nitengene. Balance this one. Balance this one. It's too sharp. Thank you very much. I can see you have really worshipped, and it's good. Bwana Yesu asifiwe sana. This is what we call connecting yourself with God. Not coming to sit down and chat. Siku ingine nikikuta ukichat nitakunyang'anya simu. Na hakuna mahali utanipeleka. Simu nanijua tu mimi ni nani. Hii ukikuja hapa kuchat, nikukute na simu una chat, nitakunyang'anya. Na hakuna mahali utanipeleka. Hiyo ninakuhakikishia for free. For free, si ndio? Because kama ni kuchat nyumbani, umalizane na kuchat, ukuja kanisani. See, that is good. Because it is of no use, of no meaning, ukuje ukae hapa uanze kuangalia. Mwingine nimemkuta juzi, nimemchukulia, nikaona anacheza game. Yeah? Asa akimaliza kucheza game anakuja pale kuniambia, man of God, speak one word. So how do I speak this one word when you are not even connected? This is a spiritual battle. And when we are in these spiritual battles,
we need to connect ourselves, because it is something that is deeper than what you think. It is not just ordinary. Shida ambazo tunazipitia, they are not ordinary. Life is spiritual. Hata kukuja kuchat, that is a spiritual battle you need to conquer. There is nothing that is so domineering in life like phone, like these electronic gadgets. Ndio imechukua kila kitu. When I was doing my course on science of addictions, I used to think ni bangi na madawa that are addictive. No. Tengeneza hii ikuache kutoa kama hiyo sauti ya mtungi. No, it is not bangi na madawa that is addictive. The phone is more addictive than anything else. The phone has killed many people than even the bangi itself. The phone itself has destroyed families. The phone itself has destroyed churches like this one. The phone has destroyed your morality. A few days I was with my son, na nikamchukulia, ameniacha sitting room, ameenda kwa bedroom. Nikataka kufuata, what is this guy doing in the bedroom? Na program zake mzuri ndio zimeingia. Kwenda kuchunguza, nilimkuta kwa ndani ya blanketi amejifunika vizuri. Nako na kasimu. Nikanyemelea pole pole, nikatoa haraka. Akajaribu kusema, ikakataa. Good luck, mkono yake kidole ikakataa kujikuja ndio atoe. Nikamwangalia, nikaona alikuwa na watch porno. Sasa nikamuuliza, how did you come to this? Akaniambia, I don't know, it just popped. Umeona? It just what? Yeah, ajui, lakini it just popped. Nikamuuliza, and did your eye pop on it? Akaniambia, Daddy, yes, because I am in it and I don't know what to do. So nikaangalia, nikaona this is a battle he is struggling. Nikamuuliza, when did it start? Tulianzia shule. Na kijana mwingine alikuja, akafanya, akaniletea, akanionyesha. Since then, hii kitu hata nikishika simu yako Daddy, itapop. Nikamwambia, shika simu yako. Akashika, within akiwa nayo, mimi nikajifanya nimepiga loud. Akaniambia, kuja uone Daddy. Imepop ndio hii pale juu. Sasa utasema ni utachapa hiyo mtoto? No, you discover there is a spirit that is following this boy. Kama imeruka kutoka kwa simu nyingine, imeruka kwa simu yako. Na simu yako na unakuwa na i-anoint kila siku. Mimi ya simu yako na i-anoint kila siku, na iabiaga mambo machafu isigie. Tu message tu alafu na tuingine tusigie. Tu message tu kutoka Kamete tusigie. Tu message ta kunithreaten tusigie. Na isugumusiaka na iabia. Don't dare bring me any message. Now message ile niliabia asubuhi isikuje. Kijana ameiguza, message imekuja. So what is this? So waza kuja hapa. Kasimu kako kako na anointing ya pampono na vitu za kishetani. Nini itafanya hapa kanisani? Utakuja kucheza game, utakuja kuangalia mapicha zingine, utaona kastori kingine, how this happened. Nataka kuangalia. Unaingia hapo kidogo, ukiingia kidogo, unaingia kidogo, unajikuta uko ndani chibi. Bwana asifiwe. So when you are coming for a service like this one, you have come for a deliverance service. Hii si ile ya pokea, hapana. Hapa mimi deliverance yangu naifanya by teaching you the word. I teach you how to come out. Deliverance is not my hand. Yes, I will touch you, but if your mind is still intact kwa hiyo kitu, hata nikuguze na mkono, niwekelee mguu, niwekelee kichwa, bado itakaa. Itutoka kidogo, lakini ikifika pale nakwambia, mmalizana na mchungaji, kuja basi twende. Utakuta ndiye nimekubebea bagi pale nje. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important to understand, it must be between me and you and your spirit and the Spirit of God coming together. So that it is a combination, a battle that we must win. Spiritual battles are not won by one day. Hiyo sacrifice yako umelete hapa, ati umetoa shilingi 1000, shilingi 500, atenda hiyo ni bure. Spiritual battles are not won in a single day. Hata mimi asubuhi ya leo nimepitia kwa Harrison, nimewekelewa touch, nilikuwa chini. Sasa kama ungekuwa huko, ungekuja hapa. Sikisema hata huyo pastor yetu anakuwa na demon. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuta mtu hapa ndiye anatoaga unabii, lakini kesho uone amegaragara hapa. Ni kwa nini?
we have different things that attack us every morning. Nobody is 100%. Hata Harrison, si uliona kianguka pale? Ni demon nilimwangusha pale kwa huyu mama walikuja hapa. Huyu inaitwa hapa Nyao Stadium. Aliyekelewa mkono, mimi sikwenda jua anakuwaga mraiti hivyo kwenda chini. Niliona rimba katumiguu juu pia mpaka bibi akajaribu kwenda kumfunika, bibi na yeye akaenda chini. So utasema Harrison nganga hajaokoka? We are in the process. Every person is in the process. Nobody is perfect. Mimi leo naweza kutoa demons, nikitoka hapa jioni niende kwa Harrison anitoe demon. Kwa sababu labda kuna kamurago nimefungua hapa. Nikitoa yako inakuja because the demon hazikaagi ije. They don't sit in the dry ground. They don't sit in the waters. They sit where there is flesh and blood. Ndio kwa maana zile zilitoka kwa yule mtu. Yule anaitwa nani? Yule Yesu alienda akakuta hapo kwa mto, kwa kado ya mto. Walimwambiaje? Tukubalie tuende. Kwa sababu Yesu alikuwa anawaambia watoke. Naye wakamuuliza Yesu, tunaenda wapi baba? Sio tukubalie basi tuende kwa gudo, because they haziwezi kukaa nje ya nyama. Ndio unaonanga katika Deliverance you must be very cautious wewe umekuja hapa. Because nitaweza kutoa huyu mzee madimoni yake 100 iruke kwako. Ulikuja na 1 utoke hapa na 100 plus 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nakutaka after every deliverance services utakuta watu ambao si careful, utawakuta they into immorality. Jioni hiyo utakuta immorality iko juu sana because all the demons zilitolewa. Kuna watu walikuwa wamefungua mlango. Hata mimi natoana hapa, nitazitoa. Na kama kuna kamlango nimefungua, zote zitakuja hapa. Sasa imagine zenu zote. Wewe uko na 100, wewe uko na 300, wewe uko na 400, wewe uko na, nikitoka hapa nitakuwa nikiwa nini? Nitakuwa kama bomu. Nitakuwa Al-Shabaab ya kiroho. So it is very important for us to understand that we need to know that in this sanctuary, it is the most dangerous place to be. Here. In any church where the deliverance, it is the most dangerous place to be. Afadhali ungekaa tu nyumbani. Because lazima kuna demoni zitatoka kwako. Na labda ni guka yako alikuwaga mchawi, mugaga, murogi, kila kitu. Yani ni bomu. Imekusanywa pamoja imewekwa kwa kagunia. Sasa huyu na yeye amefungua nini? Mlango. Wewe nimekutoa. Itaenda kwa nani? Sasa huyu atakuwa guka na guka yao pamoja. Sasa labda tutoe huyu ya shosho, huyu amefungua. Tutoe huyu ya anko, huyu amefungua. Sasa atatoka hapa akiwa guka 2, shosho 2, ango 3 na matata 3. Akienda nyumbani ile mlipuko utasikia. Akisema huyu alienda kwa Waruinge. Kutoka kwa Waruinge alikuwa na demons zingine mingi sana. Huko hiyo kanisa ni ya mapepo. Umeona? Wenye watu wanaharibiwa maneno. Kwa sababu huyu alikuja na ukafungua mlango. Haukufanya jinsi inafaa kukua. Here this is a battleground. And in a battleground, it is most likely there will be a winner and there will be a loser. And there will be a victim. Afadhali ungekuwa sasa unajua I have lost because I was in the battle rather than being a victim of a circumstance that you are not involved. Umekuwa victim kwa sababu ya ulikuja hapa. You wasted your time just to come and pick a demon and take it home. Unaenda unakuta watoto wako unawapatia. Unakuta mzee wako unampatia. Demon ya usharati umeitoa hapa unaipeleka nyumbani. Nyumbani unakuta baka makuku zinafanya usharati kwa sababu yako. Ama mjuage kuku zinafanyaga usharati? Shiko. Ujaijua? Sasa una habari so nataka leo tuangalie how to win spiritual battle. And this light. How to win what? Spiritual battles. How many battles are there in the spirit? And what is the spiritual battle? What is this that we are calling the spiritual battle? So put some base. What is this that you are calling the spiritual battle? And how do they come to you? How do they appear to you? Could you be in a spiritual battle or you are not in the spiritual battle? Is your job, is your career, is your family, are your parents, children, could you be in the spiritual battle?
Could you be in a struggle that you are trying to come out, but you don't know that you are in a struggle trying to come out? Hii maneno yote unaona inakuja. We are in a spiritual warfare. It is a spiritual warfare. Kufugiwa nyumba is a spiritual warfare. Kukataliwa kwenu is a spiritual warfare. Hivyo unaona katoto kanalia is a spiritual warfare. Kanaweza kuwa ndio kadimoni sasa. Imeingia imekaa kwa katoto kwa sababu ilijulikana wewe ndio nitawekelea mkono, ikaguka wakaruka wakaingia kwa mtoto, akakuwa akipiga kalele. Tulikuwa nako huko ndani, tulikuwa tunacheza na kakanirukilia, kakafikiria mimi ni dadi yao aka katoto. Sasa angalia kameanza kelele wakati nimeanza kuhubiri. Sasa ndio a lose concentration, kwa sababu leo ndio siku yake ya nini, ya deliverance. So katoto kaliambiwa sasa wewe ndio utatumika kama nini, kama chobo. Anybody can be a weapon of a spiritual warfare. Anybody, including you, your husband, your wife. You could be the destroyer of your family. Wewe sasa uko hapa. Mimi kama apostle wa kanisa, I can be the vessel that destroys the church. I can be used. An usher pale anaweza kutumika. A fellow pastor in this church can be used. My mother can be. My father can be. Everybody in the society can be. The people around you could be the vessels of spiritual warfare. So it is very keen for you to understand. Ni kwa nini nimekurukililia? Ni kwa nini nimekutusi? From nowhere. Acha kuniangalia na hiyo macho yako baya, takataka ghasia. Yaani what? Nimefanya nini? Nimekukosea? Hakuna, there is no reason. And after I have done it, your demon inaruka inatoka because imeachieve kuvuja ile kitu ilikuwa nataka kuvuja. Sasa ikitoka ndio mimi sasa nakuwa na guilty. Naanza kukuuliza, oh sorry, I didn't mean to hurt you. I don't know what. Sijui nilikutusi. Wewe ulisikia vizuri. Kwa sababu si kusikia, hata si mimi niliongea, ni demon ambayo ilikuwa ndani yangu iliongea. Bwana asifiwe. So ndio kutaka ni vizuri sana kuelewa na kujua when is the devil at work and when is God at work. The way God uses us, the same way the devil will use you. The devil knows this Bible vizuri kabisa, inajua kusoma. Anajua ikiandikwa alikuwa. Sio naona alikuta Yesu ukule jangwani na akabia Yesu kumeandikwa. Kwani alijulia wapi kumeandikwa kama hakusoma? Kama hakuwa involved? Anajua kumeandikwa. Akabia Yesu kumeandikwa. Na Yesu hakuenda kando, alitumia the same line. That is how to understand how to fight this battle. Alienda the same line akwambia kumeandikwa. Mtu hataishi kwa nini? Kwa mkate, bali kwa neno la Mungu. Kwa hivyo aliunderstand ni neno tu lina uwezo wa kupambana na spiritual warfare. Ni neno peke yake. Na ndio unaona watu wengi hawapendi neno. Watu wengi hawapendi kufundishwa. Watu wengi hawapendi kuwa grounded. They want that prophetic ministry where you are going to be prophesied to. Utapata gari, utapata nyumba, utapata nini, pokea. Hiyo ministry ya kupokea, lazima kwanza ukuwe grounded in the world. You know how to pokea. Huwezi kupokea from the air. Huwezi kupokea from anywhere. You must pokea it from somewhere. Because whatever you are pokearing must be grounded in the word of God. Yourself, you are grounded in the word. In the word of God. Because they say before the creation of this earth or this world, the word was there. And the word was who? The word was God. So if the word was there, it means you are a component of the word. And through the word, you are delivered. It is not the miracles I'm doing, because even the miracles are part of the word. It's a small component of the word. But when you carry the body itself, and the body is the word, you are able to conquer and win every single battle ahead of you. That no demon fashioned against you can be able to prosper, can be able to grow beyond you, can be able to crawl you back. That even whatever you are doing, kama ni biashara, the marriage you have, whatever that you have, you don't need to worry if the word is in you. If in this ministry I am here, I don't need to worry because of that. Kuna mambo inaweza kutokea, but I have the word. I know I will just apply the word. When I'm in trouble, I just only apply the word, because the word says that if I seek him in truth
and in spirit I will be able to get him. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukikuwa you don't have the word in you, utakuwa una struggle, una stammer. Meaning you will not be able to stand. You will not be able to walk. God's word is grounded on the on the promises of God. And if you walk on the promises of God, these promises are anchored in the word of God. Therefore, when you are in trouble of death, like now the death coming, you know how to apply it and say, even if you walk in the shadow of what? Of the valley of death, I will be with you. That's a promise of God. That I will never forsake you nor leave you. That's a promise of God. And these promises are anchored in the word of God. So there is no way you can succeed in anything if you don't anchor your life in the word of God. Because yourself, you are the word of God. Yourself, you are a word. The word, which word said? Let there be man. That is the word of God. Let there be the night. Let there be the day. That's the word of God. He pronounced, he said it. Alisema. Sasa wewe unaishi kwa neno gani? Unaishi kwa dunia gani? Na unaishi kwa msingi gani? Kama msingi wako hauko kwenye neno, basi hauna nguvu. And that is the beginning of winning, of understanding how to do your battles. The battles cannot be done by just going for prophecies and prophetic words and whatever. Only the word of God is much stronger to make you be elevated, to make you succeed in every single move that you go through. If we can be able to read with me in the Bible, ndio tuweze kuona hii maneno inaenda namna gani. First of all, the spiritual battles is won from the mind. The beginning of winning this warfare, it is from the mind. Because they mwalimu wetu alikujaka saa 9 jioni. Intoxication, yes, whatever it is. Yes. Then they will destroy your mind. They will plant a seed in your mind so that they can start destroying and defiling the entire system of the body. The entire system of the body begins from your brain. The success and the failures of your life starts from the brain. You don't fail through your hand. You don't succeed through your hand. You don't fail through your legs. No, you don't succeed through your leg. You succeed and fail through your brain. How you look at it and perceive it and internalize it in your brain, that is what you are going to become. If your brain tells you that you are going to conquer, you are going to conquer. If your brain tells you you are going to fail, indeed you are going to fail no matter what. If your brain tells you ule mtu ni mrogi na atakuroga, utakaa hivyo ukijua utarogo. Kama wewe umekosa kupata kazi na uliambiwa brain yako ilikudanganya ikakwambia ni tata yenu alikuroga, you remain so. So it is a perception. The perception makes you succeed or makes you fail. How you came to this church and found people. That is why I normally go, I'm normally so strict in the discipline of this place. Because the discipline of this place will guide many people to know what kind of a church is this one. The first day you get into a church, it is supposed to tell you the direction or what is the foundation of that church. You don't need to have 2 days or 3 days. The first very day. And that is where tunaambia go, show me your friend. I know who you are. I will know. By seeing your friend, just 1 day of seeing your friend, I will know what kind of a person you are, what kind of a thinking you are. Because you cannot succeed when you have mediocres in your life. You cannot succeed when you have liars in your life. You cannot succeed when you have people who want to outshine others, who want to outshine even you. You cannot succeed when you have people who don't reason. Hakuna kufikiria, hakuna kuona mambo mengine mzuri. Always you see negative. Kila kitu naona kwa watu ni negative because your mind is set like so. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukiangalia kazi yako na uangalia maisha yako, itakudictate. Kama sasa wale watu tunakuaga kwa YouTube na kule kwingine, kuna watu wanakuaga tu wanangojea ka video. Uweke tu ka video, watoe maneno negative. They don't have anything positive. They only have a negative. Like now, for example, normally I speak of
For example, let me pick one. Like now, the LGBTQ or something like devil worshipping. I have been to the Freemasons there. Nimekwenda kuvamia. I didn't go there to be recruited. I didn't go there kwenda worship. Nilikuwa nimeenda kuiba because I heard there is gold. Na kwa sababu nilikuwa najua gold haikaagi kwa shetani, inakaaga na watu wa Mungu. Nikashindwa watu wa shetani ni kwa nini wanatumia gold na mimi situmii. Nikasema wacha niende huko nichukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa nataka kuunderstand also what do they do? How do they do it? Tukawavamia tukawakuta. Na tukakuta wako mpaka na register. That is when I found who is who in the government. Mimi sikuwa nafikiria Freemason ni ya watu wao wa kuuza boga hapa chini. Ama watu wa mekokoteni. Hapo ndio nilikuta Freemason is the government itself. Hiyo ndio serikali. Na wao ndio wameshika serikali. Kwa sababu I found who is who. Grade master ni nani, nikapata nani, nikachukua hiyo kitabu niko nayo na nikasoma nikaona hawa watu they are prominent, they are ministers of the church, they are ministers of the government, they are people working, prominent people in the state. Wako ndio hao ndio wako. Hakuna kama maskini hata kamoja, hakuna. Madaktari top notch, lawyers top notch, politician, magavana, mawadi top notch ndio wako huko, ndio wameandikwa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hiyo ndio ilikuwa platform yao ya kwenda mahali wako. Na waliambiwa mkifanya hivi there is this what you do. So when I say it, I don't say it because I have any malice to anybody. I want to say it because I want many people to understand what happens there. When I say I know of a friend or I know of a person who is a member of parliament who married last year but one, aliolewa na businessman, mwanaume akaolewa na mwanaume. The man who was married is a member of parliament. Namjua from Nyeri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. I don't say it because I want you to join or because I can do it. I want to tell you because there is no other person who can say it. Me, I can say it because I don't fear them. And I want to rectify. I want to tell you this is happening. Hii kitu kinafanyika. Because kama sitaongea, it will not be able to come out. But when you speak, that is why we are tunaambiwa confess your sins. Once you confess your things, you lose the sin, the strength of the sin in your life inakuwa loosened. When you shout here unasema kuna LGBTQ kwa mashule, kuna LGBTQ kwa manini, kwa makanisa, kuna kwa wanasiasa wako, wanabiashara wako, unaifanya inakuwa weekend. Bwana Yesu asifiwe sana. When we went to Kerogoya, wakati tulienda crusade ya Kerogoya, tulienda kupigana na vita za pombe. Bwana Yesu asifiwe. Na kupigana na LGBTQ. Na mimi nilipanda mpaka mlima Kenya kule juu kule walikuwa wameweka bendera. Nikamua hiyo bendera nikaiteremsha because I'm putting a flag at the mountain. It is the supremacy, the kingdom they are raising. It is only the flag of Kenya that is supposed to be there. No any other flag because this is the territory Kenya. So when I heard that, I took the step of faith. Nikaambia wanaume wale tulikuwa na wao nikauliza, how many nani anataka tupande huko? Wale ambao tulikuwa nao kwa YouTube wakisema wataenda waliogopa. Na wakaniseti mpaka wakanise kube wao pia wao tulikuwa nao kwa YouTube ni party ya LGBTQ. Kube nao ni wasakaji. Lakini kube walikuwa nataka tu kunisikiliza. Idea plan ile iko nayo lakini I exposed it. Bwana Yesu asifiwe sana. When I took the same message to another blogger ambaye ni si wa LGBTQ, wao ambao niliongea na wao kuhusu LGBTQ kwa blog zao hazikuguzwa, huyu mwingine yake ikakuwa pull down. Nani alipull down? Hawa ambao tulikuwa na wao wa kwanza ndio walienda wakasema huyu atole because si wetu. Bwana Yesu asifiwe. So when I speak it, I weaken, ninavunja. Kuna miamba fulani ninavunja kwenye anga. Mimi nikisema kuna miamba fulani imevunjika. It must be a combination. Sisi tukue wengi, tuzungumuze tukiwa wengi. So when you are speaking about it, you weaken. When December, November there, nilisema mwaka wa hubiri fake kuwa exposed inakuja na nikawapatia between now it was between September mpaka April mtaona venye watakuwa exposed. Walikuwa exposed makuwa? So walikuwa. Yes, I stand with my word because I am not fearing anybody. Death has tested me na ikashidwa. Sasa wewe ni nani unitishie maisha? Mimi hata kunyogwa nimenyogwa.
Sikunyongeka. Nimepigwa marisasi. Imepita. Nikaenda kule kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu mama ananiangalia na uliza, unaweza kutuonyesha ndio tuhakikishe. Sasa unataka nionyeshe hapa? Bwana asifiwe. So these are spiritual battles. Na ukiona watu kama hawa wakianza kuongea maneno kama hiyo, kusema ati kukupinga, it is because they are part of it. It is the part of the system they are eating from. So they will come and try to challenge or to malign you or to put some mud on you so that you are not going to speak about it. But for me, kama ni mimi anajaribu a wrong person. Because the more you try to silence me, the more I make more noise. Na ninakuwa mjinga sasa hapo. Sasa nikiona umeletea ujinga laini hiyo, nitakuwa mjinga, nitaexpose ujinga yangu yote kwako. Because now nitaenda mpaka kwako sasa niseme, you did this yesterday, you did this yesterday, you did this. Ni uongo ama si uongo? Nasema ni ukweli, lakini must you tell people? Yes, I must tell people because you are a dangerous person. Ukoje kate? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So my point here I'm trying to tell you is that lazima tukipigana vita vyovyote vya kiroho, spiritual battles, first of all you must understand what a spiritual battle are you fighting. Unapigana vita gani? Sio kukuja kusema haura baba burusha na huruna na rukata. Hapana. Ni lazima understand. Ujue hii ni vita. Hii ni vita gani? Number 1, ni vita ina gani? Number 2, zimekuwa hapo for how long? Number 3, how old is the vita ambayo unapigana nayo? Unaweza kuwa unapigana na shosho yako, shosho mwenye alikuwa 400 years ago. Wewe umeokoka last year. Umetoka tu Catholic, umekuja kwa maisha ya wokovu. Na unajua kule Catholic sisi tunakaaga sawa. Tunavuta kasigara, tunakunywa kapombe, tunafanya ile maneno na tunaendelea. And they are at peace. They are at peace because hakuna pombe yako amekunywa ama kuna pombe wa Catholic wamekunywa yako. Kuna sigara yenu mmevuta. So why you worried about them? It is about you. Wewe ndio unaenda biguni ama ulisikia mtaenda mkiwa watatu. Sasa unatafuta combination. Stop looking at those people. Stop looking at whatever they are doing. Look at yourself. Are you a candidate? Do you qualify to become a judge? Because now you are judging me. Mimi nimeanguka. Do you qualify to become a judge? Do you qualify to identify this man ameokoka and this man hajaokoka? If you have that certificate from heaven that you are qualified to rete. Lakini hiyo maneno ya kusema, mimi nilimwona amekuja. Mimi niliona huyo acha timohona kufio. Wengine wanasikiaga ati ndio la wariki. Kuliko ule wa mugeke. Aliokoka. Lini? Ameokoka kweli? Kuna mwingine rafiki yangu amekuja hapa juzi, ameuliza, "Nwa no kile fio." Na sasa hiyo ananiambia kuna venye anakuja kajicho, unaona mission yake ni gani? Kwa sababu nikikuangalia kajicho venye utakuja kajicho kako, nitajua obviously what you are after. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna venye msichana kama huyu atakuja kwangu akiwa na shida, anahitaji deliverance. Kuna venye atakuja macho yake unaona iko karibu kulia, iko na stress, iko na distress. Na kuna venye amekuja ameona dark, tall and handsome. Atakuja, yes, anataka deliverance, lakini si deliverance hiyo, anataka deliverance nyingine. Sasa venye atakuja na mdomo anakuja na mtu macho anafanya hivi, utamuelewa tu, unajua wewe kaa pale nitakushughulikia. Nitakuweka tu hapa, nikuweke hapa, nitakuja hapa, utagaragara tu hapa. Hiyo demon lazima iende. Siwezi kuachilia uende. Siwezi. Na nitakuita kama uko bali kwa simu, nitakuita darling huko ndio ukuje. Nitakuita babe. Kwa hivyo kama nishaikuita babe, ujue ni wewe nilikutaka ukuje hapa. Na sasa hiyo si babe, ninakuitaga babe sasa. Sikuitagi. Sijiulize ilienda wapi. Nilijua lazima nikuwekee tumaidi, nirushe tumaidi mpaka ukuje, because nikikuachilia utaenda kufanya kwa mwingine. Mimi niko na experience ya kungangana na mashetani kama hiyo. Therefore, the moment you understand the kind of a spiritual battle you are in, you'll be able to know how to deal with it. But if you don't understand, ukuje na ile urokore ya Wakristo, pepo toka, pepo rima kakatata, uende kwa manyuru hapa kuuzie maji shilingi 1000 kachupa kametosha na hivi. Nado ni moyo wetho kabisa. Kachupa kametosha na hivi nikupatie. Tusitengeneze hiyo. Basi mulete pesa.
Ama uende kwa Ezekiel uchukue kahadi kachifu unaekelea. Kuna rafiki yangu mmoja nilimkuta akifungua kioski hivi yake, akiingia anaekelea hadi kachifu kwa kichwa. Sasa anaingia nayo, anaanza rima sheta ya raki harama soka rianto roboso ya rama itererererera baba seketererera chanto hadi kachifu iko kwa kichwa. Hiyo sasa ndio tunatanga witchcraft. Hiyo sasa ndio ugaga na uchawi. Ndio mwingine. Hiyo ndio ugaga na ndio nini? Uchawi. If you turn anything, hata mimi unitani, uni-idolize. Ati nieko unaweka picha yako kwa wallet. Ukienda mahali popote, the God of Waruinge, you've started idolizing me. The day you idolize me, you turn me to a muganga in your life. So whatever that will be happening from a muganga perspective. Bwana Yesu asifiwe sana. So that's the greatest danger if you idolize somebody. Come to a man of God because he's a man of God, used of God to do the will of God only. And that one must coincide with you. Wewe umekuja na man of God umempata na umekuja kwa nyumba kama hii. Hapo coincide in the holiness of God, in the desires of God. Deliverance itaigia. Lakini kama wewe umekuja kwa sababu unajua kwa Waruinge kuna ukiekelewa mkono anaogeaga neno moja linaenda. Sasa mimi umekuja umenitani nimekuwa muganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukinitani kuwa muganga, from now henceforth kwako nitakuaga muganga, nitakuaga nikiopa, nitakuwa hata nakutorokelezea kwa dreams usiku because you have idolized me. But kwa huyu ameniona kama mtumishi wa Mungu, nitaenda kwake kama mtumishi wa Mungu. So it is what you want somebody to become. And if you are God, we say God is omnipresent, omnipotent, na omniscient. 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 So when you talk about that God, God can take any shape. God is like water. If you put the glass of water into a plate, the water in that plate will take a shape of the plate. If you turn that water to a cup, this water will take a shape of the cup. So that is God for you. How you want your God to be seen, that is how he will be seen. If you want a bigger God, your God will be seen in bigness. If you want a small God, utakuwa na Mungu. Na ndio nilikuwa naambia hawa ndugu zangu ambao tulikuwa nao hapo zamani tukiangalia mlima Kenya. Sisemi ati mlima Kenya ni baya. Mlima Kenya ilitengenezwa na Mungu. Na Mungu huyo ako huko. Sikatai hata kwa Biblia huyo Mungu wako. Si yako. Si yako. Wa Biblia gani? Biblia gani? Umesema huyo Mungu ako, si ndio? Aya. Kwa Biblia gani? No. Our great God is the God of all gods. Kwa hivyo hata Mungu wa mlima Kenya ako chini ya Mungu yangu. They are gods. Even yourself you are a small God. You are a God of your family. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikuja niseme hii sana, nikiangalia nikikuja nakaa hivi na iangalia naifanya. That is it becomes automatically a God. Hawa watu wetu ambao tunawekaga rodhario hapa na Yesu amekaa hapo, amechogwa amekaa hapa. That is a God. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wako kwa Biblia? Ama hawako? Wako. The Bible talks of gods and God. Anasema of Baal as a God. Inaongelea kuhusu the sun God, the moon God. Bwana Yesu asifiwe sana. All these gods are in the Bible. But what it matters is who is your God. If you want to idolize those small gods, they will happen to you. They will come to you in the level of their power. Mungu gai wake renyaga ako na ako kwa hiyo mlima kulingana na wale wanaabudu gai wake wakerenyaga. Mimi wakati nilikuwa huko, nilikuwa naabudu, nilikuwa naamka asubuhi na saa 9 usiku kuomba gai wakerenyaga. Na saa 9 mchana kuomba gai wakerenyaga. Alafu nasema dai ya gai dai. Yes, I don't deny. Ako kwa sababu tulikuwa tunafanya mamabo, anatupatia nguvu. Lakini when I realized I'm worshiping a small God, nikatoka kwa huyo Mungu mdogo, nikaenda kwa Mungu ambaye ni Mungu wa miungu yote, the God of all gods. And that is in the Bible. Na ndio nena mzungu alitushinda. Bwana Yesu asifiwe.
Mzungu hakukuja na kamungu kakwao, alikuja na Mungu wa miungu yote, the God of all gods. That is how he won over us. Sisi tulibaki tukiwa Ukikuyu, tukivuruta tubako, wengine tukabaki tukivuruta tukitoboa masikio, wengine wakabaki wakienda kulipa madeni ya mashosho yao. So how will you compare na mtu amekuja na Mungu ambaye ni Mungu wa dunia mzima, na wewe unakuja na Mungu wa mlima? Utamshinda vita namna gani? Hauwezi kushinda hiyo vita, because wewe unakuja na kamungu kako. Na ndio uliona Goliath alikuja na nguvu na Mungu wake wa nguvu zake, lakini Daudi akasimama pande hii, akakuja na Mungu wa mbinguni. Sasa Mungu wa Goliath na Mungu wa mbinguni wakagogana, na walipogogana Mungu wa mbinguni alishinda. So you must understand what kind of power are you facing. Kama ni wao watu wakwenda huko hawa Mugeke na wengine wakuvuta tubako, wasikubabaisha akakwambia ati uliongea maneno baya ya Mugeke na wewe ni Mkristo, mwambie hata sasa naendelea kukuombea wewe nishidwe. Na wakikwambia tunakuja kukuua, mwambie kujeni haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakwambia ndugu hii bwana ameenda. Lakini ukianza kubabaika, ni kwamba Mungu yake amekutawala. Ukianza kuharahara tell apostle ni wakona wanana basi apostle, hapana, you don't need to panic. Mwambie come quickly baby come. Wewe kuja. Ukijua akikuja utakuja, utakomesha hiyo pepo na itanyamaza, because you have a bigger God than them. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilienda huko kupata kungoa hiyo bendera ya LGBTQ, walikuwa wametuma message wakasema nikijaribu kufika kwa hiyo mlima watamaliza mimi. Tumeenda tumengoa, wakaenda Kirinyaga Kerugoya, wakaambia polisi ati ni Mugeke naenda kurikuruti hapo. Polisi ikaja kwa kiwaja, nikaenda kwa polisi nikaambia polisi sitaki barua yenu, but the rally I will do. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikaenda na nikafanya mkutano na nikatoka Kerugoya. Saa hizi nimeambiwa na DCC, amenipigia leo simu, ameniambia there is reduction ya kukunywa pombe to a tune of imebaki kitu 10%. Analysis ile wamefanya. I did not go to fight hao vijana wanakunywa pombe. Si kuenda na machifu kwenda kuvuruga watu atukumwanga pombe watu. No, I know the secret. It is not the matagi, it is not your mapobe, it is not wapikaji, it is the spirit that is operating there. So I went for the spirit. Once you go for the spirit, you destroy the infrastructure, the entire infrastructure ambayo inasimamishaga ile pillar ambayo imesimama, the god of Baal, the god of pombe, yule ambaye anasimama huko, you destroy them. You bring down the spirit that controls. You speak that, you get into their territory. Unaingia ndani, unavunja, unatawalibu. Wakati Gideoni alikuwa anatengeneza 32,000 people ya kwenda kupigana na Wamidiani, alikuwa anafikiria vita ni Wamidiani, lakini Mungu alikuwa anajua vita si Wamidiani. Miaka 7 waliteseka. In the book of Judges chapter number 6 verse 1 inasema ya kwamba and the children did that which is evil in the eyes of God, and because of that God handed them over into the hands of the Midianites for 7 good years. So it is God who handed them. Ni Mungu aliwapatiana kwa mikono ya Midiani, si shetani. Wao walikuwa napigana na shetani, wao walikuwa naona wa Midiani wanaona shetani, but the Midianites, they were sacred hand of God. Some of us, we are suffering because we are under the sacred hand of God, the sacred army. Mungu ametengeneza ya kukunyorosa ndio urudi mahali unatakikana. Na wewe sasa umekuja na hapa pepo ishide. Huna barokoto. Eketetete. Hiyo neketetete itaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you understand what kind of a battle you are in. Wana wa Israeli walikuwa wanapigana, because before they got where they were, waliambiwa mkiingia huko, I have given you territory there, but don't go worship the gods of the Americans. Don't go there and worship other gods. But baba ya Gideon secretly alienda akatengeneza deal na Amalekite, akawaambia sasa nimechukua shamba lakini nitakuwa nikiabudu Mungu wenu. Baba ya Gideon akaenda akatengeneza kanisa kama hii, lakini ameweka nini? Mungu ya Baal.
Sasa familia mzima na Israeli mzima walidhania ni kanisa ya kwao, lakini kumbe mtu mmoja peke yake, Joash, ndiye alikuwa anajua ni nini wanaabudu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. So Gideoni akateseka, maana they used to work in the night. They used to work in the night. Wakivuna, wakilima, zinakuja zinaibiwa na Wamidiani, zinabebwa na watu wa kusini and the seers wanakuja wanachukua kila kitu. Mpaka Gideoni akaghadhabika, akasema this cannot happen. But he was telling who? He was telling his father. Na akipanga alikuwa anapanga ndani ya nyumba ya baba yake. Walikuwa napanga na baba yake ati hawa Wamidiani lazima waende. But who is the cause ya Wamidiani kuwa huko? Who was the cause? It is his own father. So he was, like Gekoyo says, ashukakake mayekelele higa. If they know a cause, baba yake ndio alikuwa sida ya the problem ambao walikuwa, the entire community, they were facing the problem because of their own father. Because the father knew the secret. The father knew what he did. The God that took them there alimuabandon, akachukua mungu mwingine akaweka hapo ya Wameleki, na akaanza kuabudu the Baal. Lakini watu hawakujua. Gideoni akaanza kutengeneza, because Gideon was a man, a mighty man of valor. Akaanza kutengeneza jeshi ya kwenda kupigana na Wamidiani. Akatengeneza 32,000. Akitengeneza hiyo yote baba anajua. Akitoka kufanya jambo lolote baba anajua. So that is the most important thing to understand. Who is the monitoring spirit in your life? Who is monitoring whatever you are doing? And to who is your friend? And how do you relate with these people? Because the father of this man, the man is preparing a battle. The man is preparing a warfare. Gideon is preparing all this. But his father is listening to everything he's preparing. The father knew, I'm the cause of this. Because when you are in the spirit, mchawi akikuja hapa, akuje venye wanafanyanga, wanafugaga, unakutaga sana sana. Hebu angalia mwenzako venye amefanya hivi. Utakuta amefanya hivi ama amefanya hivi. Kufuga ule anahubiri asiweze kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama unakuta amefuganisha miguu hivi. So those are the Baals. So ako hapa anaona mhubiri akihubiri anastama. Anakuja na message inapotea. Anajua ni yeye ameweza. Sasa atarudisha ripoti, nilifanya hivyo na nilishida. So hata baba yake alijua kijana akitengeneza nini, akitengeneza jeshi, anajua I am the cause. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are people you are working with and they know what is eating you. There are people they are eating with you, they know what is eating you. There are people mnavaa hata nguo moja because ni friend yako, demora hata wagetekea mbele kijana kwa ku bedroom akasejia nguo yake akekera yako agathie. Na ti nguo inafuata nayo, ni nguo yani ti rata, ni hiyo nguo anataka ndio apeleke kwa muganga tena akurudishie. Ataenda kivaa atakurudishia kwa baba bagi. Ukivaa unaanza kusikia maneno, familia yako ndoa yako imeanguka. Mtu anakuja kwa kiosiki yako, unafanya kazi mzuri sana, watu wamejaa huko kwa hiyo kiosiki yako. Mtu anakuja tu ananunua mandazi gapi? 2. Anasema nifugie mandazi 2. Anaenda nayo anapeleka kwa mganga. Kesho utapika mandazi, itaangaliwa kama maiti. And who has done that? A good friend. Na hata ulimpakia, alikuitisha 2 ukamwekea 4 kwa sababu ni rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be able to understand. When now Israel did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of the Midians. He gave them. God gave them. Could you be facing a challenge that is God that has given you to those Midians? Could you be suffering because it is the hand of God? So God gave them. Yet Gideon was struggling to fight people that have been given power by God. Gideon himself was invoking a God that he doesn't know. Gideon was worshiping the Baal, yet this Baal is not their God. Virtue or courtesy of his own father. His own father was ukizaliwa kwenu. Si mlikuta kule ile kanisa baba yako alikuwa anaenda? Ama mama yako? Mama yako alikupeleka kwa hiyo kanisa. Na mama yako peke yake ndiye anajua hii si kanisa, huko ni kwa waganga. Sasa wewe utakuwa ukienda sasa unaambia watoto wote, "Tadia kanisa guito, pastor itane mwega, pastor itaruka wega, pastor iteka maudu mega, pastor itatokenagia." But you are not worshiping God.
Mama yako tu ndiye anajua hapa ni mchawi tuna worship. Bwana Yesu asifiwe sana. And until you are able to know that what kind of a battle you are in. Kwa sababu battle nyingi zimewekwa na wazazi wetu. Battle nyingi tumeletewa na mama na baba. Kwa sababu walienda kwa waganga na hawakutuambia. Walirudi wakaokoka, sasa wao ndio mama dhagirodi na elders wa kanisa. Ako na kabuti ya ni maroon. Ako na kabuti ya maroon kwa bidhie na mama ako na kitambaa. Lakini ni vidhito gapi amepanda kwa shamba? Ndio aokoke. Ndiye dhitoshikana. Amepanda kona ile na zingine kwa nyumba ziwekwa na zingine walikuwa na shonelea kwa suruali hapa waenda wa ndani. Those are our fathers. Yo, wazazi wetu walikuwa hivyo. Na walienda wote kwa wachawi kwa sababu hawakuwa na kanisa hazikuwa. So that is the only places they went. When mliokoka mkaachana na hizo vidhito, bado ziko kwa mashamba, ziko kwa manyumba. Ingine zimedhinekelelio kwa nyumba huko juu. Ingine zimepandwa wapi? Watoto sisi tulichajwa. Wale kuna nani amechajwa hapa? Umechajwa. Yes, ulichajwa ukijua ama ulichajwa ulikuta ukichajwa? Hukujua. Mimi pia nilichajwa. Mimi nimechajwa hapa na hapa. Nilichajwa. Hiyo ni gedhito niliwekwa. That is a God that was operating in me. And I didn't know. Sasa hawa wazazi walirudi wakaingia nini? Wakaingia PVA. Mama akaenda akafanyika madhagirodi. Baba akafanyika ile kabuti ya maroon. Sasa wamekuwa elder. Hawakutoa, lakini wameenda kwa kigogona ingine. Wameenda kufanya kazi kwa kigogona ingine. Ile kigogona wameacha nyumbani inaanza kupigana na hii wameenda. Sasa nani ataumia? Watoto ndio wataumia. Marriages zinaanguka, umaskini unakuwa, unaona vifo za watoto wanakufa. Premature death. These premature death nyingi zimefanyika ni wazazi wetu ndio wamesababisha. Because walilete vitabiri, walilete David na wakalete Goliath hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wao akaondokea. Sasa yeye hajui ile damage alifanya. Na hakutoa hiyo damage. Bado iko. Innocently, hana ubaya, innocently. Hakutoa. Ili toshikitoka msheko. Mkiingia kwa geti yenu maana mganga alikuja kaweka kwa geti. Mkiingia mkitoka mkienda kanisa idhito zote zinaondoka. Mkirudi mnakuta si kwa mlango zinawaambia karibuni welcome home. Mnaingia kwa hiyo kwa geti. Ukiingia kwa mlango pale ya kuingia kwa mlango unakuta kuna geti nyingine ilikuwa imechibiliwa hapo. Unaenda welcome home. Ukiingia kwa nyumba ile kitanda yenu turumutu wote mganga aliingia akamwaga unakuta kwa kitanda mali unalala. Sade tena unatoka. Mkitoka kwa geti vizito mnaziacha huko. Mnaenda kanisani, mnakula sakramenti, unasikia roho wa Mungu ako juu sana. Lakini mkirudi nyumbani, mnaambia welcome home. Tuendelee na job kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. So until wakati Gideon aliendelea kutengeneza jeshi, baba yake alikuwa anajua tigana na katoto kaka kalimona katio kile galeka. Alijua kabisa na alijua na akaendelea na yeye. Baka wakati malaika wa Mungu alikuja. Because alirealize huyu kijana with his father hata toboa. Of course. Na imagine kutengeneza 32,000 people. Kuthondeka andũ 32. It is the entire government. It is the entire government. 32,000. Na wakusikilize. You must have God. Akatengeneza na akaprepare. Lakini mzee anajua hakuna mahali mnaenda. Ndio Mungu akatuma malaika. Akaenda akakutana na Gideoni. Akaanza kuambia Gideoni maneno. Gideoni akamuuliza, akamwambia Gideoni hii vita, hii kitu mtamaliza. Hii kitu utaweza. Kwa sababu Gideoni alikuwa he believed in the muscle. He believed in the power. And that is most of you what you believe in. That is what you believe that ukiwa sasa na pesa yako, you can be able to deliver. Ukiwa na mambo yako, you can be able to do things. Ukiwa na hii unaweza kufanya, utapapapapa na ufanye. When it comes to the spiritual battle, your money and your capacity becomes nonsense. It doesn't work. Your money becomes zero. Your cars becomes zero. Your capacity, your knowledge, your education becomes zero. When it comes to spiritual battle, the spiritual battle is tackled spiritually. You handle everything in a spiritual way. And you must understand how spiritual is it supposed to be. And how do you approach. And you must understand the conditions. For how long has this demon been in your family? Kuriagale kwanyumia kaigana nikiaguka oriku nikiaguka wa gatandatu kana wa mugwanja. Bwana Yesu asifiwe. You must be able to understand. Ndio ujue how to uproot it.
So that is why you must be able to do what we call spiritual mapping. Bwana asifiwe. You must be able to do the spiritual mapping of anything. And even your own life. You do a spiritual mapping of your own life. You must be able to know. Ndio ujue wewe. Wewe unaitwa nani? Naitwa Wajiko. Wajiko alikuwa nani? Ni auntie. Auntie alikuwa nani? Alikuwa ameitwa nani? Shosho mgani? Unajua ni shosho fulani. Shosho huyo fulani alikuwa nani? Sasa una understand what are the characteristics of the people I am named after. Huyo auntie wangu alikuwa anaitwa Wajiko. Alikuwa nini? Unasikia alikuwa mganga. Huyo auntie wa auntie alikuwa nini? Unasikia alikuwa mchawi. Huyo auntie wa auntie anasikia alikuwa nini? Unafuatilia unakuta kuna matatizo. When Timothy was being inaugurated and was spoken about good about him, Paulo alimwambia Timothy, akamwambia historia yako tunajua aje. Akamwambia shosho yako Lois, shosho yako Lois alikuwa mtu mwaminifu sana. She was a very faithful woman. Alikuwa na faith. Na hata mama yako alikuwa kama shosho yako. Na hata tukikuangalia wewe ni kama hawa. So unakuta, where did Timothy derive his power from? From the grandmother. So we can know you. If you tell me your grandmother, nitajua wewe ni nani. If you tell me your grandfather venye alikuwa, I will definitely tell you who you are. Because you are them. You must have carried something from them. Ndio unaonaka kuna watu wengine unakuta they don't go to church. Ni mamutu tu wanashidaka kwa bar na usherati na kila kitu, lakini ni matajiri. Pesa shimakoraga bar. Igwa dili yothe ya umira ya Nairobi, unakuta hiyo kimutu ndio dili na mkuta. Na hakijasoma kiliachia class 8. Na wewe uko na degree kwa nyumba baka umeanza kudecorate nyumba yako na makaratasi ya degree, umetoa mafotokopi. Ndio watu wakiingia wanajua this is a house of degree. Bwana yako uko na degree 3, wewe uko na degree na diploma na nini, watoto wako wako na madegree, kila nyumba mzima ni degrees. Na your neighbor class 8. Na ndio na paki the Jirova. Nyinyi hata baiskeli, hata kisururu hakuna kwenu. Ni kwa nini? The foundation that was laid by their great parents determines what you become tomorrow. If the foundation was laid ya utajiri, ya favor, walivunja madhabahu ya umaskini, akinaguka huko walivunja madhabahu hiyo, hata kwako utapata barabara yako yote imetengenezeka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama guka yako alikufa kwa sababu ya umasikini, hata usomee wapi, utahitaji uvuje hiyo madhabahu ya umasikini ndio uanze program yako in your life. Because hauna program ya utajiri. Hakuna mahali imeandikwa. You must create your own channel. You must break the foundations za umasikini ndio uanzishe your own channel. Otherwise utakunanga wale hawaendage kanisa, wewe unashukuaka kanisa. Nikiomona unasema wale ni devil worshiper, wale wanaendaga kuabudu. Ubaya sasa kitu mmoja kifanyike, chocho wao akufe, unaanza kusema walipatia na mtoto, walipatia na mtu. Lakini ukienda ujitafute, utakuta the guka ndio alianza kuuza makaa. Huku wakati wa ukoloni alikuwa anachoma makaa, na ndiye alikuwa mtu wa kwanza kununua kavits ka siku hizo. Ndiye alikuwa mtu wa kwanza kununua baiskeli ya siku hiyo. Kwa hivyo kununua baiskeli ya siku hiyo, it means that person is rich. Kununua shamba siku hiyo na ilikuwa inanunuliwa shilingi 4 na shilingi 5, that person was rich. Sasa guka yako hata hakuwa, alikuwa anachunga ng'ombe kwa huyo mtu. How do you expect sasa generation yako ifaulu? How do you expect? That is a spiritual battleground that you must conquer the foundation that was laid in your life. You must win. Lazima ushinde vita hizo za kiumaskini ambazo ziko. Uangalie how many generations, ni maguka wangapi wamekuwa kwa hiyo umaskini. Sasa ndio ukuje kutuambia utakoga maskini. Unakuja unatoka nyumbani huko na bagi mzuri kwa sababu kuna degree, unakuja unajikuta mkuru kwa Ruben na uko na degree. Enda mkuru kwa Ruben, uitishe wale watu kuna degree. Ni wengi kuliko wale wanaishi Ruda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wengi kuliko wale nani? Mtu ambaye anaishi Ruda na mtu ambaye anaishi Mukuru, wote walitoka from the village. Maumire kama akwa. Lakini walipofika Nairobi, the faith that is in them separated them. Wewe ukaambiwa wewe klasi yako ni Mukuru kwa Ruben,
na wewe klasi yako ni ruda, lakini wametoka kijiji moja huko nyumbani, mulita ni umwe, but the foundation ilitengenezwa na nani? Wale ambao walikuwa. So that one forms you and gives you a good information who you are and what you are likely to become. You cannot become what your parents never became. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you are able to break that foundation so that you can chart your own way. Na ndio nakuta wale walivuja kama mimi ndio nilivuja umasikini kwetu. Na nilipovuja umasikini kwetu nilipigana na vita. Na hiyo vita nilikuwa nimekenda jela. Baba yangu nilimjengea nyumba 7 good years, a 3-bedroom house. 7 good years. Kungangana na mwaga mchaga, mvua inanyesha inakuja inabeba hiyo mchaga yote. Siku hiyo na nikimwaga mchaga kulikuwa ni January, hakukuwa na mvua. Lakini nilimwaga lori gapi na hiyo mchaga nilitoa hapa Kagudo mpaka Nakuru Moro. Imagine the cost. Lori ikafika mpaka watu wakafuata kuangalia mchaga hiyo ni aina gani na imetoka wapi na lori hiyo imefika wapi. Mpaka mapolisi walikuwa nasimamisha gari kuangalia mchaga, si kuangalia lori, kuangalia mchaga, kwa sababu padi hakuna hii mchaga ya Kagudo. Hiyo ni ile mchaga ya huko ni ya volcano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini the day ilimwagwa na hiyo lori kia momo kikamwaga, siku hiyo kulinyesha mvua ya mafuriko, mchaga yote ikabebwa. Kwa sababu kulikuwa hakuna kujenga nyumba mzuri huko. Nikakaa. Sasa nikakasirika. Tena nikaenda nikangangana, nikapata pesa nyingine, nikapeleka mawe. Nilipopeleka mawe siku ile nilipeleka mawe. Siku hiyo usiku tukakuja Elbagon. Tukakuta polisi hapa wameweka hiyo kutusimamisha. Nikaambia tulikuwa tumekamata kamchupa kamoja. Nikaambia polisi, "Kada!" Na wakaweka nini, nikatoroka. Kumbe sigino imewekwa kule mbele kwa sababu ni waizi. Pale Soiro bali Nakuru kigia Nakuru hapo hivyo kutoka Joro. Tulilalishwa hapo na flying squad. Kutoka hapo nilikaa miezi 6 ndani. Na tulitakiwa na robbery kwa sababu tulionekana tukiwa watu wa robbery. Kwa sababu ya kumwaga nini? Mawe nyumbani. Lakini nikienda nikisema sitamwaga tena nakaa vizuri. Na huko tunakula, huko Nairobi tunakula vizuri, tunakunywa vizuri, tunakaa maisha mazuri. Mpaka mama namtumia pesa namwambia kuja, ukata ngo kumushinda uka Nairobi. Au kakakora maudo ni mega. Huko tuikaleta taitoka. Lakini the day nikianza kwenda huko nyumbani kunatokea vita. 7 good years I struggled to build my mother's house. Until when I won the battle, nikamjengea nyumba, ndio nilifaulu kujenga kwangu. Hapa tulikuwa tunaishi maisha mzuri. Nilikuwa nimekoboa nyumba, nilikuwa nalipa 100,000 per month kukoboa nyumba. Mwaka mmoja ni pesa ngapi hiyo? Kwa hivyo na then plots zilikuwa zinatoka 50. Siku hizo zilikuwa zinatoka 30 na 50 plot. Kila mwezi nilikuwa nauza plot 2 in terms of rent, kulipa rent. But I could not see it because I was projected. Because hii pesa imekuja kwangu, it is by mistake. It was not meant to be with me. Lakini kwa sababu nimefanya ukora yangu, nimefanya ukarabati, nimekaa nao. Sasa wanaipangia venye itatoka kwa mikono yangu. Is he change destiny? Or what they are, the spiritual battle, they are in you just to destroy your destiny. They will only rise against you when you attempt to get into your destiny. Siku ile nilimwagiliwa mafuta wakati nilikuwa nimeokoka bereni kama miaka 3. The demons, the mongekis were not asking me. Nobody was questioning me. But the day nilimwagiwa mafuta na Harrison pale City Hall, siku hiyo nyumba zangu zote ziliteketezwa. Nyumba na gari zote ziliteketezwa. See, after 3 years of salvation kutoka nilikuwa nimetoka kwa Mogeke. Lakini wakati niliingia into my destiny, that is when walisimama wakaniuliza, "Niko radhi?" Na hivyo ndivyo kunafanyikaga. The day you plan to get into your destiny, ndio wanakuulizaga, "Unaenda wapi mzee? Unajua hapa kuna mkururo? Nani alikwambia upite hapa?" Lakini when you are not touching your destiny, they will give you the comfort of life. They will give you anything you want. Until the day. Therefore, there are demons that only deal with your destiny. Hizo demons za kujaga when you are, wakati unakutana na ile shiriki, haitakuwa shiriki yaga. Ukutane nayo, siku hiyo utajua ujui kwenu. Ndio utajua mpaka washosho ama shosho.
hiyo. Lakini ukiendelea kukaa na kupatana na shilingi ya kiume yenye haina mazao, hiyo hawatakuuliza. Hiyo utakapata mpolisi, utakamata, ukitaka kununua karejilova utakapata. Lakini the day you make decision that this is now my life, I want to chart my course, they will come and rise against you. They will destroy you. So that is why I'm telling you, it is very important. When now Gideon, Mungu aliona this is too much, I need to save my people, alituma malaika kwa Gideon. Naye malaika akaenda akaambia Gideon, wewe hapa mtatoka, it is not by mighty, hapa mtatoka na mtashinda. Naye Gideon alimuuliza swali, mimi tushinde vita gani? Mimi I am the least in my family and our clan it is the least. How can we do it? Wakayu. Wakati hiyo in the argument, Gideon akaona this is not an ordinary person. That is now when you start sensing you are coming out. When you start seeing the anointing, when you start seeing the God in you, when you start seeing here ukikuja, you don't come seeing me, you come seeing God of this house. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the beginning of your salvation, the beginning of your changing. The day you will come to this church knowing that I have come to find God. Uliniona kwa YouTube, yes, lakini umemake decision ya kukuja hapa and you come here because there is God here. That's the beginning of your salvation. The moment Gideon realized this was not ordinary man but an angel of God, alimwambia do not tarry from here. Usitoke hapa, wacha nikibie nyumbani nikuje. Akakibia nyumbani. Alipokimbia nyumbani alichija kabuzi na akatengeneza mkate ambao haujachachwa, akalete hapo. Alipofika kwa malaika akamwambiaje, wekelea kwa hiyo jiwe. Na hiyo malaika alikuwa na mudhegi, akawaonyesha hivi, nyama hiyo yote ikawaka moto. From there malaika disappeared. And immediately, because he knew that is the sacrifice you do. Once you realize the presence of God in wherever you go, you do a sacrifice ya kujishikanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the first thing you do. You do a sacrifice ya recognition, ya kuona the presence of Mungu. You connect yourself with the presence. Hiyo ndio alifanya kitu ya kwanza. Immediately alipofanya hivyo, malaika alipotea. Na malaika alipotea, God appeared. Bwana Yesu asifiwe sana. God did what? God started now speaking to Gideon. Remember, for the last 7 years, God never spoke to the Israelites. Hakuongea na wao. Lakini after he realized this is the angel, na akatoa sadaka ya kuteketeza, immediately Mungu sasa akarudi. Sasa that is now when you start now reaffirming yourself, reconnecting back to the glory of God. After you give a sacrifice of reunion, to reunite yourself in the presence of God. So once he did that, then God appeared to him. Na akamuita akamwambia Gideon, you are not going to win this battle as a group. You are going to win this battle as a man. Bwana Yesu asifiwe sana. Remember, Gideon had prepared 32,000 men. Had prepared a huge military. But God told him, this battle you are going to win as a man. And he was like, wow, how now? Midiani. You imagine, they were so terrified that he could not imagine how and wow. Yani watafanyaje, itakuwaje, ulisikia wapi, tutawini aje. He could not comprehend. And immediately God called him what? Alimwambiaje? When God saw this man how he is behaving, he called him what? He told him, you man of valor. Bwana Yesu asifiwe sana. You man of what? You man of valor. So here on earth, wewe onaga we modo toho, na kure iguru we kaine as a man of valor. Until you come to the reorganization of the spiritual atmosphere, that is when you will be able to understand what metal or what kind of formation you are, how powerful you are, how strong you are, how forceful you can be. How can you be able to handle and change? You are not just a simple person. It's only that they have decided to make you look like simple. It's only that the challenges of life has made you to look like you are simple. You are not simple. You are so powerful. Me, I never used to know that I can preach. I never used to know that people can look like kama nyinyi mnaweza kuja. All what I knew ni tupagane tuende tuipe pesa. That one I knew we can be able to do. Because that is what my grandfather was. I was militant. My grandfather ni General Waruinge.
Ukienda Isili utapata General Waruinge Street, that's my grandfather. The spirit that was operating in me was that of militancy. That is was, when it comes to militancy, hata hapa nikikuwa hapa, msimunaonaga nikigeuza shura hivi, ninakuaga nainuka kidogo kwa sababu the spirit hiyo inanikubushaga na bia kora hada watu ya huko. Watu wanacheza kwani hawakujui? Toa sauti kidogo wakujue. Alafu spirit ya Mungu inanibia huko kanisani baba. But that is why deliverance is a continuous process. Because on that I have to be delivered fully. Sababu nijamuka kana kasirikaga. Na nikikasirika hapo utashindwa, utatafuta mchungaji unakosa. Until malaika wa mbinguni anakuja ananiambia, "Oh, modo. Kawali gani roho na kile." Sasa nitarudi tena naanza kuputa new face of smile, but I am pretending inside me. Yule msee anasema, "Batisha kidogo. Medali uwe." Urali marumu wote. Juzi kuna askari hapa alikuja kunisimamisha. Akakuja akaniangalia, nikamwambia, akaniuliza, akaniambia, "Yes sir, let driving license." Nikamwambia, "Si usalimie mtu kwanza." Na alikuja kuniuliza driving license, kwani ni yetu, si ni yangu. Say hi to me. Akauliza, "Kwani wewe ni nani?" "I am your boss." "You are your boss?" "Yes. You are an officer of the government and I pay you." Askari akasikia hivyo. Akarudi nyuma. Akaenda kwa insurance akaangalia gari. Tena akaona iko sawa. Kaenda kwa miguu akaona miguu ni mzuri. Akasiku sasa anatafuta anachugusa, anataka kuona huyu ni nani? Huyu ni nani ananijibujibu hivi. Nikamwambia, "Officer, I'm Apostle Dora Waruinge, the former Mogeke leader. And what's your name?" Umesikia nimemwambia nini? Nimemwambia apostle, lakini najua ile iko na weight ni gani? Because hiyo ndio kagunyo imebaki kwako. Hiyo ndio ile mkagunyo imebaki kwako, inahitaji kukobolewa. Ndio naidaka kwa Harrison every now and again. Because ni kagunyo kamekatalia, kako na guka yangu, na niniambiwa hata guka ya guka alikuwa na hiyo kakitu. So nimefanya calculation, nimeona hiyo kakitu kako na miaka karibu ngapi? 400. Ni mimi nimeokoka, hiyo ni miaka yangu ya 10 sasa. Hiyo ndio nimeokoka, na miaka yangu ya kukua mwokovu ile sasa ya 5% ni mwaka moja. Only 1 year. So sasa niambie, sasa niinuke 1 year against 400 years. Niko tolia. Nitakujua. So I need somebody ambaye kuna power kuniliko, naenda kwake na muipatia kichwa, akinipogugurisha, akiniburushina na burushinika. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you need to do. Deliverance is not a one off. It is a process. Don't come one day and say, nimefanywa deliverance. No. Kama ya usherati. Ya usherati, it is very hard to get out of you. It is very hard. Hata Timothy anasema si ya kuobewa, ni kutoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Timothy ama ni Paulo? Ni kutoroka. Hiyo ikwambia eti uende uobewe. Hapana, ni utoe bio. Ukiona dada kama huyu, we penya tu. Tafuta nje venye utapenya utoroke. Mwana nagerie nake we nako. Nanyita. No, ikere na we kioje kia twaya. Ikere ate tutwarane na mwizo. Itiyo tukonyita. Tuthie ugu kahora tuthie. Kahora. Na we kioje kia twaya. Ugekinya hale ukiojire maguru magikoire. Utakufa. Hii kitu ni powerful. Baba, hii kitu iliangusha Samson. Ilimaliza Samson. Na Samson na imagine alikuwa nani? Joseph ni pio. Joseph baka gwe kalaruliwa. Kwa sababu akasema kabati ikarejea. Nikae huko. Hii ni kitu ya kutorokewa. Hii watu hii pana mchezo. Si pana mchezo. Hii. Akikuja afanya hivi kidogo, nafanya hivi. Ajinyokode wewe kuisha. Na sisi unajua sisi ni viwete wa hiki kitu. Unaweza kule sisi. Wana nikiokea no. Ugetwarithia gari we na mukagu wona mundu rahiuria manyamu na gukuri. No agakora tondu mutumia wikoraga ni uguthire gari ene kuku. Mutumia agakoria niki. Mutumia agakoria niki nawe. We shit. Wewe unaweza gari namna gani? Wewe na ni wewe makiriria da.
Ogolirwa tene wathie. Samson, wacha nikwambie, Samson was not that strong man. Bwana asifiwe sana. Samson was not muscular. Samson si hakuwa na hiyo nguvu mnafikiriaka. Because kama angekuwa na hiyo muscular, angekuwa kimutu kilikuwa na nguvu, huyu mama hangemuuliza nguvu yako inakuaga wapi. Kwa sababu angekuwa naiona. Si ndio? Angekuwa naiona. Sasa kimwanaume kama hiki, si mimi naona kiko kifanya bodybuilding kidogo. Sasa nitaweza kumuuliza nguvu yako inatoka wapi? Hapana. Inaonekana Samson kalikuwa kama mtu kebaba sana. Ndio maana mama akamuuliza, kwani nguvu yako inakuaga wapi? Kwa sababu aliangalia body hakuna nguvu. Akaangalia macho hakuna nguvu. Akaona kila kitu hakuna nguvu hapa hatire. Baka wakaanza kumcholea, wakaanza kujua we need to know where does this man derive his power from. So when you are with God, your power is not known where it is. Bwana Yesu asifiwe sana. And nobody, until they want to know, until they make an intrusion to know where your power is, that is when they will be able to attack you. Na ndio naonaga wakati mwingine mimi nabadilishaka sura. Unaweza kuja unikuta nimekaa chameleon, siku nyingine mimi ni chura. Kwa sababu naona mnataka kunisoma. Na afadhali nivuruge ndio msinisome. Kwa sababu niko na weakness. Until such a time Samson alikamatwa na mama, because wakajaribu hii, hakuna kitu iliwezekana. What they do? Aliita mjamaa, akamwambia sit down. Mama akakaa, akaambia mzee, wekelea miguu ya kichwa wapi? Kila kichwa yako hapa. Kaekelea kichwa, masikio moja, akaambia sikiliza maneno. Akasikiliza, akasikia. Henaro giroina hadhini. Kutoka hapo aliposikiliza, na ndio tunaambiwa usisikilize. Ukisikiliza watakuchukua. Ati hi babe, nilikuwa kali naonaga macho yako kai, nyinyi naonaga maitho mako kai makajuraga. Naonaga dorasi yako kai shishangaga. At the body, how you are built. Wow. In that white attire you are wearing. Oh, yes. Ukisikiliza hiyo, umeenda. Aliwekelewa hapa. Akalalia wapi? Hapa. Kichwa ikaekelewa hapa. Aliposikiliza ile ripoti inatoka huko, akamwambia power iko hapa. Hapa. Hinyaweha. Hapa. Hata hapo. Akamuliza nywele. Nywele. Kwa sababu bado kuna kinada inaiba hapa chini. Na uone kwa tonina kwa mothe. Tiate ndi dole muge. Ohekesha kwa kama ndo katalite kinya thukuru. Inyoga getaga maito. Maito kwenda ngugurira gatui. Hata ukipelekea bibi yako, hako kamutu unaita maito, hako kamutu na umepatia ATM. Bibi anakuuliza, "Si ukitafuta mtu mzuri ya jamani? Ni aibu gani yuna niletea?" Yaani wanyarara ugwo niki. Ito ndo kanyamukaria karia gareto maito ni muthuri toria ri. Ni kanyamuka hiana kagunyo. Ukipelekea ukienda ukileta bibi yake na mwekelea hapa. Watu nasati huyu ndio bibi ya huyu. Unasikia karaja na wanaume wengine wanasema, "Huyu ni mtumia huyu." Inako kanyamukaria malali na koira. Yaani mpaka watu wanafanya hesabu wanakushangaa. Wanajua ni nini? Ni kwa sababu ulisikiliza ripoti. Wanajua kufanya usikilize kinada. Bwana asifiwe sana. So Gideon alipoweza kusikia na alipoambiwa na Mungu, akaitwa you man of valor. You shall win this battle as a man, not as a community. Because God knew the problem is not the community. The problem is not the Midianites. The Midianites were the hand of God. Akamwambia the battle will be won by you as a man, not as a community, not as a tribe. And that is why he asked how. And these people wametuhangaisha, tunalalaga nje. Wametuhangaisha, we don't know what to do. Bwana asifiwe sana. Ndio akaambiwa kwenda tengeneza watu 11. Hapo ndio Mungu alimwambia siri. The problem is not the Midianites. Hao ni watu wangu. Wewe na wao you are one. Ni watu wangu. Hata wewe ni mtu yangu. Kwa hivyo kuna shida unapitia, ni mtu ya Mungu. Hiyo kakufuri unaona kamewekwa kwa mlango yako, kametoka mbinguni. It's part of God.
na wewe na yeye mkuna poverty problem, mnapambana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kufukuzwa, ulifukuzwa na mzee na ukaambiwa kwenda kabisa, labda mzee ni Mungu amemtuma, kwa sababu kuna kitu Mungu anashughulikia ndani yako. When Gideon aliambiwa atengeneza watu 11, alipotengeneza akaambiwa sasa amuka uende paka kwa zizi ya baba yako, chukua dume wangapi? Dume wawili wa miaka 7. Basi ukimpumaliza kuchukua na uende usiku, usiende mchana. Kuna madhabahu you don't need to tell anybody of your family. Do it hiding. Kuvuja madhabahu, you don't involve all your family members. You don't involve all your clan. Ate ukai to shamanie to vuja madhabahu. Hata mke wako kama unajua ni a problem, vuja peke yako. Ama mume wako unajua is a problem, vuja peke yako. Kuna vitu you don't involve anybody because they will touch your family. Abraham aliambiwa na Mungu, toka kwa baba yako uende mpaka kule tata kukubarikia. Kwani Mungu si angemwambia kaa hapo nikubariki? Aliunderstand, akajua baba yake is an idol worshiper na ni mkubwa, atavuruga huyu kijana na ata destroy the timings of God, because God works in his own timing and seasons. Gideon akaambiwa sasa chukua ng'ombe 2, enda kwa kanisa ya baba yako, kanisa kao kavafa, enda kwa kanisa ya baba yako ya Baal, uende uvuje, uchije ng'ombe mmoja. Ukishavuja uchije ng'ombe uvuje, na hiyo kuni zote zitakuka hapo, utumie kuchoma hii ng'ombe moja ya kwanza. Akafanya hivyo, akaenda usiku na watu 11. Kubuka alikuwa na 32,000 men, but he never used them. God used 11, and this 11 ni wamsaidia kuchija. Yeye ndiye alikuwa the main altar to destroy the altar. So wakati alienda alipoagusha chini akachinja ng'ombe, akarudi akaambiwa nijengee nyumba yangu kwa utaratibu wangu. Si ujenge hivyo madhogodhanio, ujenge kwa utaratibu wangu. Na akajenga, alafu alipomaliza akaambiwa hiyo ng'ombe ingine chija. Baba yake walipoamka asubuhi walikuta kila kitu imebadilishwa. Watu walipokuja, wazee ambao wanakuoka na baba yake walikuja wakamwambia tunajua. Those are the monitoring spirit nazo. Tunajua ni nani amefanya hivi. How did they know? Were they in there in the night? They were not there. But walijua the only person who can do this. Na hako na kitu ambayo tunaonaga ndio nasikia kana kwa nikali na kaudu katali ka kawaida. Mwathani agosho. Mutumia wakwa nenyonaga ena kaudu keho, muthuri wakwa nenyonaga ena kaudu keho, giani onaria maundu ri nenyonaga ena kaudu keho katali ka kawaida. Walisema tunajua it is your son, mlete tumuue. You see, the monitoring spirit will command for a death. They will call you, watakuita, watasema uletwe ndio uliwe. That is the work of them. Once they realize you are now prepared or you are fighting them, what they do is to make sure that you are destroyed, you are silenced, you are stricken, unagogo kabisa, the way you will never come back. Unaonanga wakati unapanga kuja kufanya kutoa sacrifice, siku hiyo ndio gari yako inashikwa na polisi, unajikuta police station. Na unakaa hapo unasema wanangojea OCS, wanangojea OCS, wanangojea OCS mpaka jioni. Ikifika jioni wakwambia enda, unaandikiwa karatasi ukuje kesho. Unashinda mbona hakuniandikia kitabu? Lakini ulikuwa unazuiliwa usiende deliverance, kwa sababu siku yako ya deliverance ni hiyo. Because God is a God of time and the seasons. God does not operate outside the season. He operates within his season and his time. So when you are doing deliverance, when you are doing this kind of services, you need to understand, are you in the timing of God? Unaweza kuwa sasa tuko mwezi wa 9, your deliverance itakuja December, lakini umekuja leo, nitakutouch, it won't work until December. Bwana asifiwe sana. Nitakutouch, na hiyo kutouch itakuprotect. They will not be able to attack you, but the actual result utaziona December, because that is when it was commissioned to operate. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakutanga ulianza kufanya biashara miaka 10. Umefanya hakuna kind of biashara hujafanya, hakuna brokerage utafanya, hakuna pesa haijapitia kwa mkono, but you have got nothing to show. Siku moja tu ukatoka ukaenda Karatinga, ukakutana na watu wanafanya biashara, ukabroka tu biashara moja. Kubroka
kusimama hapa, yani mzigo ikaeko hapa, haukuiguza, ukaambia mama nunua hii mzigo, mama akachukua akakupatia pesa, na from then maisha yako yakabadilika. Lakini ilianza kubadilika kitabu. It is only the time had not come. Until the time for your transition comes, it is that we call the season and the timings of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So when Gideon was saying akavunja, because the season of destroying ilikuwa imefika, wale wazee waliinuka wakaitisha huyu mtoto akuje. Naye baba yake alisemaje? Baba yake aliambia wazee, hakuenda kwa kijana, hakukasirishwa na kijana, lakini alienda kwa wazee. Akaambia kama Baali ni Mungu atajipigania. Kwa sababu mzee alikuwa anajua huyu wamenya, huyu mwenye amejua hii siri, huyu ni Mungu amemfunulia. It is not yeah. Alijua automatically because him only knew the secret. Yeye peke yake ndio alikuwa anajua hapa hakukuagi na Mungu, hadi korogona gai. Therefore wakati alijua yenye kitu aliingia huko, akasikia nyumba imebomolewa na kumejengwa ingine imekaa staili gani hivi, na anajua kule wakitoka hiyo ndio ile staili walikuwa najenga. Akajua nobody can be able to know this until you are revealed. So your deliverance must be a revelation. Bwana Yesu asifiwe sana. Deliverance is not just deliverance. It can't come that way. It must be a revelation. Lazima usikie kuna msukumo, lazima usikie kuna kitu kinakupush towards the deliverance. Kuna kitu, and you can travel from here uende mpaka Nicaragua just to meet a pastor huko upate deliverance yako huko. Bwana Yesu asifiwe sana. So deliverance na itaanza, na ukianza sasa umeguzwa, imeanza. It is a process. Haijakufia hapo, because utakuta kuna miungu mingapi, kuna vitu vina operate ndani yako, so many of them. Kuna huyu jamaa alitubukizwa kwa maji, ni Haman ama ni Naaman, alitubukizwa kwa maji mara 7. Why was he dipped 7 times? One could have done it, lakini alibatizwa mara 7 because each kutubukizwa ndani ya maji ilikuwa a generation ya ile kitu ilikuwa imemshikilia ikaaguka. Second one, another generation. Second one, another generation. Second one, another generation. So he had 7 generation curses. And then a generation 150 years. Bwana asifiwe sana. A generation then was 150 years. So he had a problem of 100 times 7. Hiyo ni ngapi? 1050 years. Kanatibu? 1050. Yes, nilikuwa mathematician. Hiyo nilipata B minus. So Naaman alivunja generations za 1050 years by kurushwa ndani ya maji mara 7. Lakini wewe nimekuja nimekuwekelea mkono, ama umekuja nimesema neno moja umeenda, nimevunja kamoja. Come next time for another one. So remain in the deliverance. And deliverance, the power of the deliverance is teaching. I'll be able to teach you to understand. Saizi nimekufungua akili, sasa utaanza deliverance yako. Si ya kuwekelewa mkono, hiyo ni ya kutoa mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mapepo ninaweza kuitoa ikaisimame hapo kado, nikitoka iburushine ikupeleke pale. Na ukifika huko inakwambia heke doari gani unaona kwa utodie, na unaenda. So don't go for that deliverance. Poko. Yeah, don't waste your time. Sit down and be taught. Deliverance is a class. Deliverance is understanding. Deliverance is knowing. Deliverance is being equipped. If you are not equipped kudili na mambo ya madhabahu, you are going nowhere. Utaenda kwa Manyuro, utaenda kwa Ezekiel, utaenda kwa TB Joshua, utaenda kwa Rukau, utaenda kwa Benihin, and nothing will come out of you. Nothing. Until you sit down. Because deliverance is a mind and a heart
process. It's a mind and a heart process, because your heart has to internalize, your mind has to be set free, because they deal with your mind. Let me read here, then we finish. In the book of the 2 Corinthians chapter 4 verse 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, that is what we learn in the book, in the Gospels of Matthew and Mark. Jesus is telling the opponents that evil thoughts come from the heart, meaning the mind. Their problem was that their drinking was controlled by God of this world. 2 Corinthians, the God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. There are two things there. The God of this age, who is Satan, is the one that has blinded people. Iyo amekufunga, ndio kwa maana you don't understand. Ati ni diwe nike biashara chako chika, diwe nike family, ni one muthuri wako wa gatatu. Ucio wa mbere okire murefi akihura makofi akenyigata, wakere okire akemiorire agicoka akinjira gahehe mai macio kirega. No, the same factor that has caused you, the same for the first husband, second husband, third husband. That's achana. The husbands are not the problem. The problem is you. Atike. Pili alifanya nini? Apili alikunia kwa kitanda kwa sababu ya ulevi. Unaona the characteristics ambazo zimefanyika kwa both watu ambao wamepita kwa mikono yako the same. Kama ni wanawake ambao umekuwa nao wamekuacha, unaona they all left you in the same circumstance. Don't go for another one. Stop it there. Ask why. The first alienda the same way, the second alienda the same way, the third alienda the same way, the fourth alienda the same way. Stop it. Achana nayo. Go and unearth. Try to study what could be the problem. Because the God of this age has blinded the minds of unbelievers. You are blind. That is why you are not able to know. That is why you can. Doesn't nikikuuliza hapa neke wera nie dimenyaga neke. Nie digagere nda stock wera besa utoraga ko nie gutire. Uri watumira mami wanyu asha. Uri watumira ndugu yako hapana. Mimi sijui kule pesa zinaendaka. Nauza lakini sijui. Ni ndio kule idea because you are blind. Because the God of this age, Satan, amekublind. So that you cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Sasa hawezi jua. That is why unasema mimi sijui. Ni adui ni hata tuweka nina mtumia agedie dioi. Because you are blind. You cannot be able, the revelation of God cannot come to you. And that's why you are suffering. That is why you cannot be able to do anything. Bana sifiwe sana. Therefore, in the book of Ephesians, the God of this world is Satan. Then the book of Ephesians 2 verse 2, the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. That is now the God of this world. He brings the spirit of disobedience. The prince of the power of the air. Yani amekamata anga. Huyo ndiye ameshikilia mfalme ambaye amekamata anga, mfalme wa Persia. Amekamata bibi yako, amekamata mume wako, amekamata mbuzi zako, amekamata biashara zako, because he is a son in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So you who is disobedient, because all of you here, you are so disobedient. You are so ignorant because you believe ya kuwekelewa mkono.
Ora kakakakaka. Ora meme. Sasa ujui ni Mungu gani naita. Lakini kwa sababu unataka kuonekana umeanguka chini. Ora meme. Sasa ujui kama hiyo Mungu ambaye nilienda nikapatiwa kule chini ya maji anaitaka meme. Ujui huyo Mungu ama anaitaka ora kakakakaka. Ora kakakakaka. Keke. Kumbe ni Mungu ya huko naita. Kuja sasa. Nimekamata makodoo kuja ukule. Bwana asifiwe sana. So you must be obedient to the word of God, so that the word of God can be able to set you free. You cannot be free until the word is internalized in you. Until you understand, hivyo nimekufundisha, hivyo nimekuelekeza, na umesikia ka history ka kitu fulani. Umesikia venye Samson aliwekelewa tu hapa. Alipowekelewa hapa, ile mashini nyingine ikaanza kunena na ikanena maneno. Na unajua hiyo ndio imevuja maufarume nyingi. All the kingdoms that have gone down, all the ministries have gone down. Zimeangushwa na nini? Kuna mzee mwingine rafiki yangu hapa Kongo alikuwa na patio contract kubwa za kujenga barabara. Sasa kamaid kakamnyankua. Na kamaid kakamchukua na akaoa kamaid kakamaliza mama mzee. Bwana ziwe sana. So tukiwa hapo Kongo tunakunywa mapobe zetu, nikaona kamama zanaka kamama kakamaliza mzee, kakabadilisha account, kakaweka pesa yote kwa account yake, kakaanza kukunywa pombe. Sasa ni kamama kamekaa katamtamu, kamenyoroka vizuri. So na mimi kalikuwa kananijua, kaliponiona kalikuwa nataka kunikaribia sana kwa sababu kalijua hii ni protection, hii ni security tosha. Nikitaonekana na Waruinge, hakuna mwanaume anaweza kuniuliza swali. So kalikuwa anakuja kwangu ndio mzee asikuja kukaitisha pesa. Hata kaniletea pesa kama 200 hii ni ya kukunywa. Kananiambia weka kwa mfuko tukunywe. Sasa mzee huyu kanitaimu siku moja wakati niko peke yangu. Akaniambia mwanake oka. Akaniambia kaa chini, itisha kale kanyama unataka makapobe. Nikaitisha. Akanipatia story, akaniambia sasa wewe ni kijana mzuri, nimeona ni kijana ambaye amebarikiwa sana. Na mimi nakupenda. Hata nakusikiaga kwa radio na magazeti. We jaba ya rurire tondu niwe ndeiguire ni waratwarithia ngari ile yakwa ri wathi na kuu thiini ugitwarithia ri wakora matinga ma D7 kuu thiini ri na nyumba ya gorofa ri na kambuni ile ya construction wamekora na hau thiini ri umenya ni ciakwa cia meririo sote zilimeswa. Mzee alikufa baadaye. So you can imagine Moses, Samson, how he felt. But there is hope always. There is a solution to minds whose those that are hostile to God, whose thoughts are like everyone's else thoughts. With the society of morals and attitudes, faith in the gospel of Jesus Christ reconciles us to God. If you have the faith, it will reconcile us to God. In the book of the verse number 22 of the book of Colossians, chapter 1, verse 22, yet he has now reconciled you in his fleshly body through death, in order to present you before him holy and blameless and beyond reproach. So you must be, but now he has reconciled you by Christ's physical body through the death to present you holy in the sight, without blemish and free from accusations. And this only can come if you understand the word of God. This only can turn if you sit like the way you are seated, to be taught. This is enough deliverance. Don't even come there. This is enough. You are delivered. Bwana Yesu asifiwe sana. You are now what you don't need to do. Ile sacrifice uliona alikibia. That is only what you need to bring here. Kwa sababu understand, umejua. Wakati Gideon alijua, akajua this is God, alikibia akaleta sacrifice ya kuigwidhania. The sacrifice ya kuigwidhania,
kujiwenesha. Na Kiswahili? Kujishikanisha na the presence of God. Now that word ambayo umeisikia sasa ndio iingie kwako, ianze kufanya kazi. You do a sacrifice ya kujishikanisha na hiyo word. From there the word itaanza kukukoroga. The deliverance process yako imeanza. On this line ambayo tumeteach, hiyo deliverance imeanza kazi. Inaweza kukoroga the whole year, inaweza kukoroga 3 days, inaweza kukoroga 3 months, inaweza kukoroga after 10 minutes. Unaona umekorogeka na unaanza kureact. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you become delivered. That is how you become changed. Si kuwekelewa mikono, si oroka kakaka, si ule pepe. Hizo ni buzi za mashetani. Hiyo ni lugha ya kishetani. Ndio nasikia nasema ora kakaka, ora bebe, oro ndo, aburashina, buroshina, burokaka, burekeke, hivyo. Hizo zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Ushike sadaka yako kwa mkono, ulete hapa mbele. Ndio nikuombee uende nyumbani. Leti go. Kani mleta kigo kemwe. Adwa kigo kemwe ya moko na igoro. Adwa kigo kemwe ya moko na igoro. One word. Emaradi makio menyagali. The day utaona umehubiriwa na umejua kutoa na umejua kusacrifice, uwekelee hapa bila hata kuambiwa. Kama hivyo nimekuwa nikihubiri, unakibia tu, ukisikia hii neno imeniguza unawekelea hapa. Wakati unasikia neno limekuguza, that is the time you give. Usingoje mpaka muitishwe. Wakati unasikia hiyo neno ni mimi linaguza, sasa hiyo unakibia kwenye madhabahu, unawekelea. Huyu jamaa aliposikia hii neno limeniguza, alikibia nyumbani, aliambia malaika simamia hapo, aboroga metu. Akakibia nyumbani, akachinja buzi, akakuja akaiwekelea hapo. Akamwambia sasa tembea. Akaonyesha mti, ikawaka moto, ikakubalika kutoka mbinguni. Na kutoka hapo the presence of God, the power of God ikaanza kufanya na Gideon. Sasa hiyo ni lesson mnafaa kuwa mnalipa class. Nitaenda kwa TSC nione kama watanipatia barua. Wekeleni hapa sasa. Kujeni hapa mwekelee. Usikoje kuambiwa ni wekelee hapa. It is all upon you. Najua watu wengi wanataka kuona mtu wa kwanza ameanza ndio muanze kukuja. Hiyo ndio shida. Jishikanisha sasa. Sasa hiyo ni sacrifice ya kujishikanisha na madhabahu. Ndio Mungu akupatie instruction from today. That is all what you need. Mungu akushikanisha. Sasa ambia Mungu, ukirudi kwa kiti yako, ambia Mungu sasa ni connect sasa. Connect me. Talk to me now. Now that umejishikanisha, weka hata hapa. Hata hapa ni ukiekelea itafika tu. Hata hapa ukiekelea itafika tu. Yes. Jishikanishe sasa. Connect yourself. Connect sasa. Connect. Kama vile Gideon alikibia, akachinja buzi, akaconnect. Na kutoka hapo, from there akaacha kuongea na malaika, sasa akaanza kuongea na nani? Na Mungu directly. Yes. Wekelea hapo. Wekelea hapo. Yafanya kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Simama Baba, nina kushukuru. Ulio yafanya kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Baba, nina kushukuru. Ulio yafanya kwangu ni mengi, shuhuda zako
hazielezeki. Umefanya hili, umefanya hili, umenipa jina Baba, ninakushukuru. Uliyofanya kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya hili, umenipa jina Baba, ninakushukuru. Niseme nini siwezi kueleza, Baba, ninakushukuru. Nikulipe nini, nikulipe nini kwa yote umetenda, Baba, ninakushukuru. Enda upokee kazi yako in Jesus name. Niseme nini Chochote ambacho unakitafuta, God has given it to you. Baba, ninakushukuru. Nikulipe nini, nikulipe nini kwa yote umetenda, Baba, ninakushukuru. Say baraka, baraka zako hazihesabiki, na wema wako, wema wako hauzeleleki. Umefanya hili, umefanya hili, umefanya hili, umenipa jina Baba, Baba, ninakushukuru. Sema baraka, baraka zako hazihesabiki, na wema wako, wema wako hauzeleleki. Umefanya hili, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Say palina, Kama uko, just hold on. Ungetaka tumalizanie hapa, kuja tu hapa, nikuwekelea mkono, ninene neno la moja, wewe uende tu, kuja tu hapa, niko na neno lako. Kujeni hapa watu wa neno moja wote, tumalizanie tu hapa. Nikio radio geshoka na mbele. Hi. How is it now? Inaichi lakini simeisha. Kabisa. Okay. The battle of the mind. They just wanted to joke around their mind. They are not where. Awako. Yes. Praise your God. Yes. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi,
Jipeleke tu mbele za Mungu. Surrender before the eyes of God. Inua tu mikono yako juu. Umwambie wewe ni mwaminifu. Mwambie unaweza mambo yote. Mwambie niko hapa. I need to see you. Mwambie nahitaji mkono wako. Ninahitaji mkono wako ukanibariki. Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Oh, waweza, 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 waweza. Mwambie unaweza. Mwambie unaweza. Fungua kinywa chako. Mwambie unaweza. Mwambie wewe ni mhoti. Wewe mwaminifu. Oh, waweza Baba. Waweza, waweza, waweza Mwokozi. Funga macho yako. Funga macho yako. Mwambie na yeye. Wewe waweza Baba. Wewe uko. Mwambie niko hapa. Niko hapa. Change my mind. Tell him to change my mind. Mwambie abadilishe mafikira zako. Maadui wametumia fikira zako. Mind yako imetumika na maadui kukuangusha. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi. Inua mikono, sema waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, Mwokozi. Oh Baba, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Wewe waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote,
the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. Oh, there is power, Wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. Oh, there is anointing, wonder-working anointing in the blood of the Lord Jesus. There is anointing, wonder-working anointing in the precious blood of the Lord. Oh, imo nguvu, Nguvu ya ajabu ya Yesu Kristo, ipo nguvu nguvu ya ajabu imo nguvu ya ajabu kwa Yesu asifiwe, imo nguvu ya ajabu kwa Yesu. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me, O Lord. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Oh, remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me, O Lord. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Remember me, Almighty God. Remember me, O Lord. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord, I pray. Jesus, remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord. Come closer. Come closer. Leave her. Leave her. Oh, my Father, na inwardation. My Father. Thank you, Jesus. What? Jehova nasema anakuinua zaidi. Hata vile ulikuwa unafikiria si vile uko. Kuna laini anakuinua juu na ulinzi wa Jehova uko pamoja na wewe. My Father, redemption. My Father, ninaikonta my Father. Wanaokuinukia washana na wao, maana Yesu wako pamoja na wewe. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Jehova atakulinda na atakuinua.
Fungua line. Fungua line. kunyenyekea iva hina hiva Jehova hiyo ni data iva hina hiva Saint Jehova Saini yake Jehova modo kwenda gutongare Dore kwenda guthina mbere ni uria gathongithio ni guoko kwa Jehova. Kwa nini mnainukia mtumishi wa Mungu? Kwa nini mnachukua mapanga juu? Mungu yu pamoja na mtumishi wake. Utajiri wake umetoka kwa Mungu. Mumenena sana. Nyamazeni sasa. Nyamazeni. Mnamuuliza doa. Ni nyinyi mnapeana ama ni Mungu anapeana? Mimi kama Mungu nikiamua ni yeye atakuwa. Nikiamua si yeye hatakuwa. Wacheni vita ya ndoa. Mimi nilimta jinsi alivyo. Ninampatia aliye wake. Wacheni pulugu. Wamama vita ni wangu si wenu. Ni wangu nimemshika mkono. Ni mimi namchagulia aliye wake. Ni mimi namkabidhi doa yake. Asema Bwana. Asema Mesaya. Rikayantaraba. Zikayantaraba bazae. Ivarideta. Ivarinae. Jehova rideta. Iaridi. Iva. Ina. Iarideta. Akerabi. Iva. Ina. Jehova rideta. Akefasia. Asante Jehova. Amina. Rima konta rima saya. Hinari mashakara makanta na kurima handa na kurima kontiria saida kontari bae hinani ya konta master kae Jehova ni Jehova Acc master dae akisema ni kulideta analideta akisema ni kulivae anarivae anarivukuta na kuliva saida kontarabi hinakaya saida kontari naya ni yeye anainua ni yeye anashusha ni yeye anabariki Mungu wa Israeli anarikia konta yake master kaya hanaribashuka konta yake ridai hina saida hina konta hina raya hina kuria konta ridaya have Acc master ridai have Acc master baba asante my father asante redeemer oh
usirinete sana, usirikirinete siri yako, walivinete saa ya kurineta, wakalivona wakarinete, walikiuteria wasikirinete. Jehova hata kulinae na kukulivona. Jehova anasema hata kulineta, utaangasa. Jehova hata kulivaneta, hata kulineta siri ya kulineta, siri ya kantreri nae, iko laini ya kulivona na kulinae, iko laini ya kulineta na kulinae. Wacha kulivona kiuta, wacha kulinae siri yako, wakalivineta walinete. Jehova hata kulineta kiuta, iko laiti ya saya, wai kiuta laiti yaka, wai siri ya kulivaina kiu, wai siri ya lineta kiuta, wai lineta siri ya kulivona kiuta, iko laini yake. Jehova hata kulivona na kulinae, hata kulineta sana, hata kulivona sana. Jehova mataifa watakulivaina, watakulineta siri yako, watalivona sana Baba. Yesu hata kulineta sana, utapenye na kulinae, utapenye na kulineta, utaenda mataifa, mataifa yatakukubali, asema Bwana. Riva inakiuta raita, kulineta siri ya kulineta saya, hai kiuta raita, manabii wasaidia kiuta, walivona no Ngai aranjira ngwire atiriri tiga kumaka ni tondu ni kuri jeshi arekereirie ya gukugitira na gukumenyerera, na ni agutwara kuraihu, ni agukwambararia, na ni ukugia favor nene ginya na kuja na eridai kiulinta. My Father, Ngai ni akwambararia ndungata ya Ngai, na gutire mundu karua nake akamuhota, ni tondu ni akuhonoketie thiini wa maundu maritu, na nikyo akurehete na agakugitira, ni tondu ni agukugitira na ni agukumenyerera. Raini ni vai kontra limazia ndarinesho rimaza na guobara cia kanitha. Ngai arauga gutire igakuhota. Anabii ndirero ndimwire musiwai kubali vita ndani la nyumba ya Mungu, munyenyekee na muwe waombaji, sababu ukiwa nabii na uombi utatumika kama vita ndani la nyumba ya Jehova. Kwa hivyo kama wewe ni nabii, uwe mnyenyekevu na uwe muombaji, uwe unafunga unaomba. Lakini kuna jambo lingine nasikia nikiambiwa nimwambie, mambo ya kuongea sana. Kama wewe nabii, washe. Hata ukinenea, washa kunena siri ya mtumishi wa Mungu, washa kunena siri ya kanisa. Nyamaza, enda na uombe. Ukisikia mtumishi anaposhafuruna huko nje, enda nyenyekea uombe. Uombe mtumishi wa Mungu na uombe kanisa na watu wa Mungu. Mkifanya hivyo mtainuliwa na mtabarikiwa. My rivai konta lima zianda lineta linia kiu laita. My Father, Jehova Rabbi. Kuna watu walikuwa wanapanga mambo mabaya, lakini Mungu amesema hiyo yote yamepangua na imeisha, imepanguliwa katika jina la Yesu Kristo. Thank you Rabbi, thank you. Saidia kutalima saida ina kulineta na kulidae ne kule mwana wako mwanamaki kwena mfalme kwa mtoto wako shekete ribobo shanda rikanda ribaba sheketa riando boika kakakaka ne kule ndege okogora imakunta ibasaida. Hey, kuna vita umepangiwa, ulineta
Ande erebosa yandarabaya. Erebosi kataya. Katinema ya yerehaya. Erebosi kataya. Erebosa yan. Father, excuse Baba, federation me. Enough for the right candidate. Study later, kill. For the right data, kill. So far, sema for the right candidate. Ziaki ni maombi for the right candidate. Iwapo for the netadi. The maki wako level di hadi. Niku study for the right candidate. Maombi kulivination dako. Fugeni mana zova yuaja bineta hadiko. Ni autoreta ko study neta kill. Iwapo kunada for the right candidate. Rauga Waruinge bineta hadifo. Kuna siri ya kulivineta hadi. Maana kufanisi wa kulideta. Kazi yake hadi for the raika. Kuna siri katika hadi for the raika. Kuomba na kufunga na levoriti. Neko dhiebere ya deta hadi kiu. Yunage na bashi ya kulivineta hadi na. Na ya Jehova ne kulevorideta hadi. Ombeni fungeni kwa levorideta. Iwapo uko na deta hadi kiu. Jehova sema funga na uombe. Maana naza kuinua kulivineta. Anasema nitapanua the deta hadi kiu. Nitaitana majina mapya kulivineta. Waliona hadi for the right. Nitawapanua kwa neno la hadi for the right. So varogore ya kudideta hadi kiu. Kuomba na kulivineta. Nitajia zangu chafu za kudideta. Nalo neno litakuwa kama bineta hadi. Bwana anasema nitakufungua kwa hadi for. Iwapo utakubali kudideta. Neno la Bwana liwe mwanga wa kudideta. Ukaheshimu madhabahu kwa jina la hadi naye. Mtumishi akawe kiongozi wa kudideta. Na mimi Bwana anasema nitakuedifo. Nitakuita jina mpya la kudideta. Nejigwete kilero gya adifo. Negwa bata kile maine gari vinete. Onawero negorera madifo. Lakini Bwana anasema iwapo utafugadi, nitakuenta for the retadi. Nigatha enta for ikaridi. Nitaitana majina mengine ya kudideta. Na guthi gutore ebineta hadi naye. Nyandekete ifuku ria kiririka no kuri hadi naye. Tene kwagira na muthingi wa kuga fai. Mwelirei. Sokerera tesi adideta. Bwana anasema nitakuadifo. Na guthi maki wake nenefo. Adifo the right adideta. Wako defo alipanga kulideta. Sitakubali kulideta. Nitatawanya adui kwa level adideta. Iwapo utasimama kwa juu ya adinai. Kiwagona gya kule adideta. Nimepanda kwa anta for the right. Asante. Nimechunguza udheridi. God bless you. Inua mikono yako juu, tumshukuru Mungu dakika moja, fungua kinywa chako. Mshukuru tu, amenena na sisi. Kila mtu amesikia jinsi Mungu amesema. He is with us. He is with us. Fungua tu kinywa chako. Ongea kwa ndimi ukiweza. Speak in any language that you think fits you. He is blessing somebody. Kuna watu wanafunguliwa sasa. Yule ambaye imeleta mchanga huu, Mungu anakufungua. He has heard your cry. Where is the owner of this? The owner of this mchanga. Are you around with us? Come. He has done it. Receive. Shikilia tu, kuna pesa, kuna mali, kuna utajiri. Na majini ambayo ilitumika kuchukua ni jini Faruk na jini Jabal. Take out. Kuna watu wanafunguliwa. I can see angels in this house. Open your inner house, inner eyes, and see the magnitude of the angels that are in this house. It is tremendous. It is tremendous. It is wonderful. I can see the atmosphere, the heavenly atmosphere in this house. My brother, aliyekufunga amekuachilia. You are free. You are free now. No more poverty. You are not going to struggle anymore. God is going to create local and international ways for you. You're going to succeed. If you walk in a diligent way,
If you walk in the diligent way, the way God that wants you to walk, He will magnify you. In Jesus' name. This is a new note. Take it. Your business has started. Go back to your business. You will thrive like normal. Oh yeah. Kaya arajira kwiri atiriri. Urugame na njira imwe ya kwendete. Tiga guthangania. Tiga kumarora acio mararua nawe. Tigana nao. No gwetete. Rugama na Ngai. Nake nĩ kurugama nawe. Arakwira ta ndirikana uria ndirakuhonokirie muthenya ungi. Taya moko na iguru ni ukumuigua ha iguru. Yoshio hinya wake ni waharuruka iguru riako. Yes. Ucio niwe Ngai munene. Start prophesying. You got it. Lift up your hands. The angel is over there. Gabriel, funga macho yako. Dawetiria a clear line. Clear line. Clear line. Line clear. Clear line. In Jesus' name. Take it. Tuli mundu mugo kuma umuthi. We ndungata ya Mwathani. Ni uri rathaga. Ni uri hoyagira arwaru. Ni uri hunjagiria andu. Ni uguthi mabũrũri maingĩ. Muthuri ucio uraturite muciĩ-inĩ maku mundu mugo ni athie. In Jesus' name. Out! Out! Mwache huru. Mwache huru. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Loose her. In the mighty name of Jesus Christ. Loose her. Loose the body. Loose the spirit. In Jesus' name. Niwe tukanagia. Turugamaga na njĩra ya Ngai endaga ũrugame. Cokerera raini yaku. Nĩ njega mũno. Nĩ akwendete. Cokerera tu. Thi harĩa tũrie maru herere Ngai. Harĩ. Ũregaga kũfast nĩ kĩwero fast. Yeah? Atake unashindwa. Unashindwa kufast. Hivyo tu. Ngai akiuga atiriri ucokerere ku fast nake nĩ egũkwambararia na nĩ egũkũhereria andũ acio mararũa nawe. Wĩna andũ aingĩ mũno mararũa nawe. Wĩna thũ nyingĩ mũno. Wanyita kuma mũthĩ. Ĩtĩkĩra gwathĩkĩra Ngai. Athĩka rĩu. Aya moko maku na igũrũ. Uga Mwathani kuma mũthĩ nĩ ndĩgwathĩkagĩra. Amen. 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 Mwache atubu dhambi zake. Mubarikiwe sana. Hi mami. How are you? How are you doing? How are you feeling now? I'm okay. I can see. You're free. Yes, you're free. Okay. And now may the grace and forevermore. Amen. Say hi to 5-10 people. Musalimie, mwambie sasa tuende nyumbani. Neno moja limenenwa. Mwambie neno limenenwa. Sasa ni kuende wapi?